na mimi nataka niwahakikishie hawa wanafunzi 1000 sisi tutawapanga vizuri, na tumeweka funding model mpya ambayo itashughulika kuhakikisha ya kwamba watoto kutoka jamii zile vulnerable za chini tunawapatia scholarship nyingi, ndio waweze kuwa na nafasi ya kusoma kama ya watoto ya watu wengine. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Hapa vile vile niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mambo ya kupanga ajira kupitia kwa mtandao ama digital jobs. Leo hapa tuko na kompyuta 100 tayari ya kufundisha watoto wetu wa college hii. Hizo kompyuta 100 zitawapatia digital skills vijana wetu katika TVET hii, na baadaye watakuwa na nafasi ya ajira, kwa sababu we want to use our internet and we want to use the digital space to make sure we have jobs for the young people of the Republic of Kenya. And we are doing this not in Kinango alone, we are doing it across the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So nimepata vijana hapa wananiambia tayari wameweka dola katika account yao kwa sababu ya kufanya kazi ndani ya internet. Ile wameniuliza hapa ni kwamba wanataka mtandao high speed, na mimi nimewaambia ya kwamba tayari tumepatia kandarasi kampuni ya Kenya Power could deliver internet in all our technical training colleges and in all wards in Kenya, ndio tuweze kuwapa nafasi vijana wetu waweze kufanya kazi katika space ya digital space, tuweze kuwapanga na ajira, ndio vijana wetu wawe na income, tuweze kuwasukuma mbele wakati tunawapangia ajira. Tumeelewana? Kwa hivyo ndugu zangu watu wa Kinango, mjumbe wenu akiwa hapa Gonzirai ndiye alinisukuma sana, akaniambia lazima twende hii Kinango uambie hawa watu mambo. So nataka niwahakikishie wazazi na wanafunzi wa hapa mambo matatu. Ya kwanza niwaambie tuko na funding model ambayo sasa tumeongeza pesa kutoka bilioni 5 mpaka bilioni 10 ya watoto wetu wa TVET wanaosoma kama TVET yenu hii. Jambo la pili, tumesema wale watoto wa kutoka jamii za chini, wao tutawapatia scholarship kubwa karibu 80 ama 90%. Na pia tuwapatie loan waweze kusoma, ili hakuna mtoto wa Kenya atolewe shuleni kwa sababu mzazi wake hawezi kulipa mambo ya karo ya shule. Tumeelewana jameni? And I want a proper explanation to parents so that parents can know the import and the difference that the new funding model is giving, so that we can give more resources to children and to students from vulnerable backgrounds, so that no child in Kenya is locked out of training because of the capacity or the ability of their parents to be able to afford Matters TVET or Matters University education. Tumeelewana jameni? Jambo la pili, nimekubaliana na mbunge wenu ya kwamba vile wanafunzi wameuliza hapa na vile wanafunzi wameuliza Kenya mzima, tuko sasa na mradi wa kudeliver internet in as many places, in all the TVETs in Kenya and in all the wards in Kenya kupitia kwa Kenya Power. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa Mackinnon Road, watu wa college hii, wazazi na wanafunzi, shortly we will have high internet in this school courtesy of the program we have of the digital superhighway that is in our manifesto. Jambo la tatu, vijana wengi college hapa wanaishi humuhumu. Mahali ya kuishi iko na matatizo. Ni kweli ama si kweli? Sasa nimemwambia mjumbe wenu ya kwamba mimi nitaweka pesa ya kujenga hostels katika college hii. Vijana mko, munipatie tu mwezi 1.5
nipange kandarasi ili niweze kulete watu ambao watajenga hostels ya kwanza ambayo itatosha vijana 600 wa kwanza, tuwapatie hostels hapa, ndio shule hii, college hii iweze kuwafaidi wanafunzi wetu, na tuweze kuwa na nafasi ya kufanya training ya wanafunzi wetu in a place where has decent housing, and we make sure that we grow this together as we train and give opportunity to our young people. Tumekubaliana jameni? So haya mambo matatu ndio nimesema kuhusu college hii, na vile vile niseme nikiwa hapa Kinango, nikiwa hapa Kwale, ya kwamba leo vile vile nimekuja hapa kuanzisha mradi mkubwa wa kusambaza stima. Tunaelewana watu wa Kwale? Najua ya kwamba pale nyuma hiyo mpango ya last mile connectivity ilikuwa imefifia. Lakini sasa nimetafuta pesa, sasa hapa Kwale tuko na shilingi 1.5 bilioni ya watu wa Kwale kuunganisha watu 20,000 wapya katika huduma ya stima. Kwale tumeelewana? Nataka Mheshimiwa Gonzirai na wabunge wale wengine wa Kwale sote tuungane. Nyinyi ndio mtatuambia ni kijiji gani haina stima, ni sehemu gani haina stima, ni jamii gani hawajapata stima, ni shule gani haijafikiwa na stima. Ndio tuweze kuunganisha stima, tuweze kuondoa giza, ndio tufukuze shetani. Nasikia shetani anaishi mahali iko giza. Situweke mwangaza kila mahali, shetani hawaje kutusumbua, ahame. Ama mnasemaje watu wa Kwale? Ni namna hiyo? Tupange hii mambo ya stima. Vile vile mnajua nilikuja hapa juzi kwa mpango ya maji. Hiyo maji ya Mwache, mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo inaendelea na taratibu, tumepanga vizuri, na tunataka tuhakikisha kwamba sehemu hii yenu ambayo shida yake kubwa ni moja tu peke yake, maji. Mkipata maji mtaweza kuzalisha chakula ya kutosha, mtaweza kujisimamia, uchumi wenu utanawiri, na Kenya itasonga mbele, na Kwale itasonga mbele, na hata hapa Kinango itasonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Hapa tulikuwa na damu ya Pemba, tumeshakamilisha. Hapa vile vile tulikuwa na damu zingine 2, Mkanda sehemu ile ingine, na bado tunapangia sasa. Tumekubaliana na wizara yetu, tutaketi chini na gavana wenu pamoja na wabunge wenu, tupange vile maji itapatikana katika Kinango na katika Kwale, ndio wananchi wawe na maji ya matumizi nyumbani, wawe na yale ya mifugo, na vile vile ya kufanya mambo ya irrigation, ndio tuweze kusukuma Kenya mbele. Tumekubaliana Kwale? Mnasema tuendelee namna hiyo? Vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu leo vile vile naenda kufungua KMTC ili tuweze kupata vijana ambao wana ujuzi wa kutusaidia katika uuguzi. Katika ile program yetu ya Universal Health Coverage, mama governor wenu hapa ametafuta community health promoters 1,600 tayari wako kazini. Yeye analipa sehemu, mimi nalipa sehemu, na mimi nataka niwahakikishie kuanzia mwezi huu tunataka kusajili kila Mkenya katika program ya Universal Health Coverage. Pale katika pale katika Health Authority tuhakikishe ya kwamba tuko na usajili wa kila Mkenya, ndio tuweze kupanga mambo yetu ya afya. Na wauliza wale community health promoters watakuja kwenu, ninyi pia mnaweza kujisajili, so that we want to register every Kenyan. Tumsajili kila Mkenya ndio tuweze kupanga mambo yenu ya afya. Na tumesema tutajua ni nani yako na uwezo wa kulipa bima, tutajua vile vile nani hawezi kulipa bima, na tumesema yule anaweza kulipa atalipa, yule hawezi kulipa tutamulipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila mtu awe na bima ya afya, kila mmoja wetu aweze kwenda hospitali
atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu aidha serikali itakuwa imelipa ama bima ambayo umepata itakuwa imekulipia. Nyinyi mnanielewa jameni? Mtaanza kujisajili. Wangapi wamejisajili hapa katika hiyo mpango? Wachache, mambo bado. Sasa mimi nataka governor tusaidiane, hawa wananchi wote Kenya tuwasajili, so that we can roll out our universal health program, ndio tuweze kubadilisha hali ya delivery ama hali ambayo tunatumia kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata afya, na wote tunawashughulikia. Na tayari tumekubaliana na counties zetu zote ya kwamba tutakuwa na mpango ambao utajumuisha serikali ya kitaifa na serikali ya county katika kuhakikisha kwamba kuna vifaa katika hospitali zetu. Wananchi wakienda pale kuwe na dawa, wananchi wakienda pale kuwa na equipment ya kuweza kuwahudumia katika mambo yao ya afya. Tumekubaliana Kwale? Mnataka tuendelee namna hiyo? Mimi naelewa vile vile ya kwamba mambo yetu ya mabarabara bado haijakamilika, na ndio tumesema tuweke mpango ya sawa kuhakikisha kwamba we can move services, we can move goods, na hiyo mpango tumekubaliana na hawa waheshimiwa wabunge wenu pamoja na county government yetu ya hapa Kwale. Mimi vile vile nataka niwaeleze ndugu zangu ya kwamba tumeamua ya kwamba vile tulianza katika uchaguzi wa 2022, hapo tuliamua katika hiyo siasa, katika hiyo kura ambayo tulipigiwa 2022, ilikuwa chanzo ya kuondoa siasa ya matengano, siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu juzi nimeweka baraza la mawaziri ya kuwaunganisha Wakenya kutoka sehemu zote, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kwale, mnataka tuungane ama mnataka tutengane jameni? Mnasema tuungane? Tushirikiane kwa pamoja kutoka jamii zote, kutoka pembe zote za Kenya. Tuungane ndio tuweze kukabiliana na changamoto za Kenya na tupange maendeleo pamoja. Ndio sababu nimesema nimeweka baraza la mawaziri ya kujumuisha Wakenya kutoka sehemu zote za Kenya, ndio tuweze kushirikiana, tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza Wakenya wote, and I am asking every citizen of the Republic of Kenya, in 2022 we had a historic election, an election that decided that we shall never again go parochial. We are not going to have tribal politics in Kenya. We are not going to have regional politics in Kenya. We are going to unite as a people. And I want to ask every citizen in the Republic and every leader that there is value in us uniting, working together towards the goals of making Kenya great. And there will be no loser. We will all become winners. Ndio nimesema we are forming a cabinet of win-win, where everybody becomes a winner. And I want to say that as we form this administration, I am persuaded beyond doubt that we are going to change our country. We are going to unlock the potential of Kenya being that great country we have always wanted it to be. Siasa unajua kidogo imetuchanganya, kwa sababu saa zingine hata miradi, hata mipango ambayo kila mtu anaelewa faida yake, saa zingine watu wengine wanalazimishwa kupinga kwa sababu wao ni wapinzani, kwa sababu wao wako katika chama tofauti, kwa sababu wao wako katika mrengo tofauti. Sasa tumesema tuachane na mirengo, tuachane na tofauti, sote tuungane. Yale mazuri tuunge mkono pamoja, yale tunaweza kupanga maendeleo ya Kenya tupange tukiwa pamoja. Watu wa Kwale mnasema jameni tufanye pamoja ama mnataka tuendelee kutengana? Mnasema tuungane pamoja? Hebu nione kwa mikono wala anasema tuunganishe pamoja hii meli. Katika hiyo serikali ya kuunganisha wa Kenya,
tuko na shujaa wa kutoka hapa Kwale anaitwa Salim Mvurya. Huyo muungwana sasa yeye sawa sawa. Sasa huyu Salim Mvurya yeye ndiye atakuwa anasimamia biashara Kenya. Yeye ndiye atakuwa anasimamia viwanda Kenya. Yeye ndiye atakuwa anasimamia uwegezaji Kenya. Yeye ndiye atatusaidia kutafuta wale ambao watakuja kuegeza katika taifa letu investment. Yeye ndiye atapanga mambo ya Dongo Kundu hapa na special economic zone zile zingine zote, tuweze kupata nafasi ya ajira ya vijana na tuweze kupata exports ambayo itaongeza mali katika taifa letu la Kenya. Huyu muungwana anatosha ama atoshi? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Hebu nione wana anasema Mvurya aendelee. Si ndio? Si huyu muungwana alikuwa amepanga kazi mzuri sana ya blue economy? Alikuwa amepanga vizuri mpaka mining. Alikuwa amepanga vizuri mpaka mambo ya maritime. Mimi nataka nimwambie ya kwamba niko na imani na huyu muungwana kwa utendakazi ambao wanafanya. Na nawauliza watu wa Kwale na watu wa Kenya, tumsaidie, tumuunge mkono ndio aweze kuungana na mimi tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni watu wa Kwale? Mnasema nishirikishe Wakenya wengine katika hii serikali ndio tutembee pamoja na Mvurya awe huko katikati ndio apange mambo ya uwekezaji na apange mambo ya viwanda na tupangie biashara ya Kenya. Naona mko chonjo mbaya sana. Basi mimi nimefurahi kufika hapa, na kwa sababu hii Kwale mimi niko hapa siku mzima. Mimi nataka kwenda kule Vanga kuanzisha mambo. Nataka nimekubaliana na mjumbe wenu hapa, tunawajengea soko. Tunataka kuhakikisha kwamba wale kina mama, tayari nimeweka pesa ya kujenga soko mpya 5 hapa kwenu Kwale, na baadaye nitaongeza zingine mpaka tuhakikishe ya kwamba hata mama mboga anafanya biashara yake mahali kuna usafi, kuna stima, kuna maji na mambo mazuri. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Huyu ndugu yangu Samuel Gonzirai pia nimekubaliana na yeye katika ile program ambayo tunataka kupanga ajira ya hawa vijana. Yeye atajenga ICT hub katika kila ward. Mimi nitaleta internet, mimi nitaleta makompyuta, mimi nitaleta walimu, ndio hawa vijana tuwapatie mafundisho ya mambo ya digital jobs ili tuwapange na ajira. Vile vijana hapa wanafanya, kampuni ziko Marekani na ziko Ulaya, pia na nyinyi katika wards zenu tunataka mfanye kazi kampuni ziko Ulaya ama ziko Marekani, mkiwa hapa nyumbani na mpate pesa, ndio muwe na mapato, tuweze kuendesha Kenya mbele. Vijana wa Kinango mko tayari? Vijana wa Kinango mko tayari? Mtashindwa nyinyi kufinya kompyuta peke yake muweze kuendesha mambo yenu? Sasa wewe ukishindwa kufinya kompyuta nitakusaidia vipi wewe? Huyu jamaa amejenga ICT hub. Kompyuta nimelete, mwalimu nimelete, internet nimeweka. Wewe umeshindwa kufinya. Si hata wewe utakuwa na kasoro mahali fulani jameni. Sijui kama mtafinya So mimi nawasihi, mimi nawarai sote tuungane, tushirikiane, tupeleke mambo ya taifa letu la Kenya. We should never allow negative ethnicity, negative politics to undermine the potential of our country. We should never agree that division and riots and destruction of property that leads to loss of life become an impediment towards us achieving that which can make our country great, give chance to our young people to get employment, and give chance to our country to make progress. So lazima tushirikiane pamoja, na nawasihi watu wa Kinango,
watu wa Kwale tutembee pamoja katika hiyo safari. Tumeelewana jameni? Tuko pamoja, sio? Sinimuite gavana wetu atusalimie, gavana wetu ule atuachani na achani. Sawa sawa.